Sawa, nimekuelewa, lakini ungemwambia kwanza atoe hela ili tuweze kumalizia kazi yake. Tatizo lako Chidi ni rafiki yangu, kila siku wewe ni mtu ambao unaamini sana watu. Hizo biashara sio za kuamini sana. Mtu anakuja unamfanyia kazi yake, lakini anaondoka, hakuna hela yote ambayo anakuletea. Usiogope, mimi ni mtu mwema kabisa. Labda nikutoe wasiwasi, nilikukuta katika sehemu ambayo kuna mazingira magumu sana, ukiwa umepoteza fahamu, na kwa sababu mimi ni mtu mwema nimeamua nikuchukue nikulete hapa. Nimeshindwa kupeleka hospitali kwa sababu wangehitaji karatasi, ndio maana nikaamua nikulete nyumbani kwanza, nikupe huduma ya kwanza. Unaweza kunisaidia? Jina lako ni nani? Naitwa Yusrat. Yusrat. Wewe ni mwenyeji huko? Ya, ni mwenyeji kiasi chake. Unaweza kuniambia kitu gani ambacho kimetokea mpaka wewe uko pale umepoteza fahamu? Kitu nakumbuka tu nilivamiwa na wauni. Baada ya hapo sijui niliendelea mpaka nikufika hapa. Pole sana. Huku Swahilini kuna vibaka wengi sana, inabidi uwe makini sana unapotembea, lakini naamini upo sawa, na ndio maana niko hapo kuona hali yako inarudi kama awali. Nadhani ukiwa sawa zaidi nitakupeleka nyumbani, kwa sababu naamini wana wasiwasi pengine hawaja kuona. Ila ngoja nikusaidie dawa, unywe upumzike, alafu kiamka nikupeleke nyumbani. Oya wanangu. Freshi. Freshi kabisa. Hakikisheni huu mzigo mnasambaza kila matawi, sawa? Hakuna shida. Nimeisha hilo. Sipendi masuala kwenye kazi. Nawaamini sana vijana wangu. Oya. Nimeisha.
Latifa. Twende mbele kwa. Tembea bwana. Mbona niandama hivi, kwani nimekukosea nini? Sio kama nakuandama. Tulia wewe mwanamke. Acha kunipigia kelele, sawa? Wewe ni mke wangu kama wanawake wengine. Tofauti ni tatu tu. Haujafanywa shughuli, watu hawajala bwagwa, wala hawajakutunza, sawa? Wewe ni mke wangu kama wake wengine. Hivyo basi, nachokitaka ni kimoja tu. Nahitaji penzi lako sasa hivi. Haiwezekani. Mazingira sio. Vua nguo. Vua nguo. Tavua. Ebi, wapi huko? Mzima. Mungu mwema. Unaniona? Leo niko poa kabisa. Wapi huko? Nimetoka home mara moja naenda kwa sister. Kwa mzima lakini. Kama unavyoniona leo niko fresh kabisa, sio kama juzi nimelalala. Nakuona. Wapi mtani kwetu? Kuna mshikaji mmoja hapa juu namcheki mara moja. Haya, nina surprise yako. Lakini sitaki uniulize ni lini. Okay, bye. Mangwebi. Kama kawaida. Na unavuta. Sasa palipokaa hapa, umoshi upigie huko kwangu usije. Sasa uko ndani. Sawa, niko ndani, sikiliza. Umeona iko chuma cha hapo ndani? Baba, iko chuma sio cha shilingi 3000. Kuanzia 40 na kuendelea. Yaani ngazi after ngazi. Pumbavu zako. Sasa wewe sasa Mwalabukoko. Mr. Uchebe. Mbwa wewe, uko ndani huko. Kazi yako kubwa kuchukua tambaa, kuhamisha, kuweka jingine, kutoa, kubandika. Ina maana Chidi, mambo yako bado hujaacha tu. Sema Chidi, kwa makini mwanangu. Makini ya nyoko. Najua unatamani, ila una uwezo wa kupata kama hivi ambavyo napata mimi. Ongea na mimi vizuri, uenda kwanga kutoa kwa maisha. Mwenyewe nakwambia kuwa makini, unajibu ginyodo. Sasa mimi leo tukia kwetu iko Dubai. Mbovu wako. Haya, kazi njema kaka. Kazi njema babako. Yesu. Bibi. Nishakaribia hivi. Safi, unaona ghafla? Nimejisikia leo kuna ka surprise kidogo, nimekaa ndani kaona nije nikulete. Nini? Mazuri hataki haraka. Subiri kidogo. Okay. Karibu. Nishakaribia. Lakini pia katika surprise yangu naona kama sio salama vile. Una kijamvi. Okay.
naona tukae hapa kwa sababu kuna upepo sana. Najua joto la Dar es Salaam sasa hivi karibuni nyuzi 32. Ndio maana hata mimi nimekaa ndani. Bebe. Au sijali, achana nayo. Hongera, chakula kizuri. Kwa sisi tuliolelewa na mabibi ni mara chache sana kumkuta mtu ambaye hajui kupika. Naona. Okay. Lakini mbali na surprise yangu, leo nimekuja kivingine zaidi. Na maswali yangu japo mawili matatu alafu natamani unijibu. Okay. Uko free. Nashukuru. Japo hapa kiutata, ila ukinijibu nitafurahi zaidi. Uko free. Okay. Hivi, mapenzi ni nini? Mapenzi ni ugonjwa wa hisia wa watu wawili ambao wamekutana kwenye hali moja. Mapenzi ni ugonjwa wa hisia wa watu wawili ambao wamekutana kwenye hali moja. Kwa ukimkuta mtu mmoja ana huo ugonjwa halafu mwingine hana, ina maana hapo hakuna mapenzi. Ukiona hali hiyo, basi huyo mtu sio sahihi na hakupendi. Okay. Sawa. Na utajuaje kama mtu anakupenda? Kabla sija kujibu, kwa nini unaniuliza maswali hayo? Ndio maana mwanzo nilikwambia yanakauka kasi, ila natamani kujua. Natamani kujifunza. Sababu sio kila mtu ukamwona mtu mzima amefika heji ya miaka 18 ukajua anajua kila kitu. Kuna watu wazima wengine kuna elimu wanatamani kuipata. Sasa ukiwa mvivu wa kuuliza vitu vingi utavikosa. Na ndio maana leo nimetamani kukuuliza sababu naamini unajua vingi. Ili ufahamu kama mtu anakupenda kweli, cha kwanza atakuwa na huruma na wewe. Cha pili atakupa muda wake. Na cha tatu utauona tu upendo wake kutoka kwenye moyo wake. Oh, okay. Nisikuchoshe sana. Lakini nina swali moja tu bado. La mwisho. Hivi nimeamua kukuuliza maswali yote haya kwa sababu unajua kuna watu ambao tunajitolea kupenda. Unakuta unampenda mtu, unamjali, unamsikiliza, lakini ukipata kile ambacho wewe unakitoa au ule upendo, inayo imekaje? Na rafiki yangu mmoja anaitwa Kadoi. Katika TikTok yake aliwahi kuposti kitu. Akasema siku zote uamini maisha ni temporary. Kama mtu anakuja katika maisha yako, anaondoka, basi uamini pia hata wewe mwenyewe pia unaweza pia kuondoka katika maisha. Kwa kuna watu wanakuja kwenye maisha kujifunza. Kuna watu wanakuja kwenye maisha kukuonyesha njia gani sahihi ya kuweza kufikia katika malengo yako ya mapenzi. Okay, sasa hapo naanza kukuelewa. Nasikiaga kuna ule msemo wanasema kwamba sio kila mtu anakuja kwenye maisha yako amekuja ili hawe na wewe maisha yote. Wapo wanaokuja kwa ajili ya funzo, wapo wanaokuja ili kutoa hatua fulani kupeleka hatua fulani, na wapo wanaokuja for life. Ndivyo ilivyo.